Kuna mambo mengi yanaendelea katika mitandao ya kijamii kuhusu wanachuo. Mambo mengi yanazungumziwa. Je, ni kweli au wanatupiga kamba? Labda unipe mfano, jambo gani hasa? Kuna mambo mengi sana, labda utakuta wanachuo labda wengi wanaishi hostel lakini bao haishi hostel. Wanaishi magetoni. Hilo wewe unalizungumziaje wewe, ikiwa wewe umesoma chuo ambacho ulikuwa unasema ulikuwa unaishi bweni, si ndio? Hebu wewe tupe experience. Ni bweni kweli au ni ukweli gani huko hapo? Si watazamaji wasije wakani attack, lakini ni kweli hivyo vitu vinatokea. Mtu kalipiwa hostel, hakai hostel, anakaa anapojua yeye. Hizo story ni kweli, lakini pia kuna sababu nyuma yake. Kila mtu ana sababu yake, unajua story ni nyingi kama ulivyosema, lakini zingine wanazidisha chumvi na zingine hawataki kutusikiliza sisi upande wetu. Yaani wao wanaichukulia tu kwa upande wao walivyoiona, sisi hawataki kutusikiliza. Sasa tushare experience yako jinsi unavyoona. Unaona maisha hayo, wewe unalipiwa hostel au unaenda kukaa pembeni. Na siwezi nikatumia lugha nyingine, lakini tuseme mkaa pembeni. Inakuwaje? Shida inakuwa ni nini hasa? Yani nahisi ujanja, mtu anakosa ujanja. Yani mtu anakuwa sio mjanja enough. Wajanja sio kwamba ndo nawapa mbinu, hapana, lakini yani unajua mzazi anapolipa hostel then wewe unaenda kukaa pembeni, it's wastage of money. Yani pale umepoteza hela, sio yani Kwa kama wewe unataka kukaa pembeni, panga mipango yako mapema, like yani hakikisha hela haipotei. Sababu unakuta mtu kama tulivyosema pembeni, anataka akakae pembeni, kuna vishawishi vinamfanya akakae pembeni. Sasa wewe unajua kabisa kuna kishawishi. Kuwa mjanja, jua jinsi ya kufanya ili kusio kuna upotevu wa pesa. Ndio. Bwana, kama unavyomsikia huyu ni mwanachuo bwana, kwambia usikubali kupoteza hela kizembe, kuwa mjanja ili kuepusha upotevu wa fedha. Kabla tujafika mwisho, turudi mwanzo kabisa kule kwenye masomo. Unadhani unachokisomea kinaenda kukupa ajira nje au umejipanga pangaje baada ya kumaliza chuo? Mimi binafsi. Okay, mimi binafsi kama nilivyokuambia hapo mwanzo, napenda ninachosomea na I'm proud of it, lakini ni ngumu kupata kazi, ajira. Yani ni ngumu. Kwa hiyo kwa nilivyojipanga mimi naendelea kusoma. Nataka nichukue masters, nibadilishe fani, alafu baada ya hapo ndo tuangalie mambo mengine. Ushauri kwa wale ambao wanakufuatilia katika kipindi hiki, kwa wale ambao sasa wanatamani kujiunga na chuo, unawapa motisha gani? Ushauri wangu ni kwamba kwanza unapochagua chuo, fanya research. Usiwe na mtu wa kufuata mkumbo au kubumburuka. Yani unapochagua chuo, fanya research kwanza. Na hii naweza nikasema kwa wale ambao bado hawajafika chuo, wale wa form 6 wa form 4, fanya research kwanza. Maana utakuja ujute baadaye. Mimi nimekutana na watu wanatamani warudishe siku nyuma. Kwa hiyo fanya research, mchukue mtu aliyesoma pale, akwambie jinsi ya kufanya mambo, jinsi ya kufanya hiki, changamoto za pale, ili hata unavyoenda unajua jinsi ya kukumbana na zile changamoto. Yes. Ukipewa nafasi sasa hivi ya kurudi chuo, ni kitu gani utakifanya? Yani utakifanya kitu gani kipya cha kubadilisha ambacho huko hujakifanya? Kubadilisha chuo. Of course. Kitu ambacho nitataka kubadilisha haswa, nitataka kubadilisha namna yangu ya usomaji, yani userious. Mimi mara kwanza nilichukulia like chuo ni mambo magumu. Alafu nimefika mwaka 3 nikagundua kumbe tu ni uzembe ambao nilikuwa nafanya. Yani kuna sehemu nilikosea. Kwa hiyo nitaenda kubadilisha ile sehemu ambayo mimi nilisha-evaluate nikaona nilikosea. Ili niweze, maana mpaka sasa hivi nina GPA za 3, 4. Nahisi ningepewa nafasi ya kurudi, nahisi ningefanya better than that.